Tunarudi tena kwenye kipindi chetu hii cha leo cha mambo makuu matatu. Mtambuaje mtu anayekupenda kwa dhati ama yupo kwa sababu ya kukuchezea tu? Kwa upande wa wanawake haswa, mambo makuu matatu ya kumtambua mwanaume anayekupenda kwa dhati. Mwanaume au mwanamke anayekupenda kwa dhati. Tutakwenda kwa haraka kutokana na muda wetu, lakini jambo la kwanza, mwanamume anayekupenda kwa dhati hatodili na masuala ya ngono. Yaani huyu mtu hatakuwa akidili sana na wewe kwenye masuala ya ngono. Yaani akipiga simu atakuwa akizungumza sana masuala ya maendeleo na maisha, kwa sababu ni mtu ambaye ana malengo na wewe kwenye maisha marefu. Ni mtu ambaye ana malengo na wewe kufanya jambo kubwa sana kwenye maisha yenu. Hachukuli kama maisha sasa hivi ni maisha yake. Yeye anatengeneza maisha yenu ya wewe na wewe. Kwa hiyo muda mwingi hatozungumzia masuala ya ngono zaidi ya kupanga maisha. Ukikuta mwanamume muda mwingi, vipi kwa mwanangu njoo geto basi. Mwanangu nimekumisi kini na hamu na wewe kinoma. Mwanangu sijui nimemisi mwili wako. Sijui nimemisi kufanya kitu fulani. Yaani anakuhamasisha, anakuvibrate mwili ili wewe uingie kwenye vishawishi vya ngono na sio vya maisha. Yaani huyu anakuhamasisha akuingize kwenye vishawishi vya ngono, sio maisha. Na muda mwingi mazungumzo yake yanakuwa ni hayo yanayohusu masuala ya ngono, sio ya maisha. Huyu mtu muda mwingi mazungumzo yake yanakuwa masuala ya ngono, sio maisha. Kwa upande wa mwanamke, mara nyingi simu zake zinazokuja kwako ni za matatizo, shida, fedha. Na matatizo, shida, fedha sio matatizo yako, hayazungumzii. Anazungumzia sana matatizo yake. Leo sijala, sijui nimemisi kuku, chipsi, naomba 5,000 nikanunue kuku, naomba 10,000 sijui ni mafuta yameniisha kupaka, naomba 15,000. Yaani muda mwingi huyu mtu atakuwa nina shida na 1,200,000 ngafanyie hiki na hiki na hiki. Yaani huyu mtu hana muda wa target kutengeneza maisha yetu. Una shilingi ngapi? Tumetakiwa tufanye nini? Tunaenda wapi? Tunataka tufanye. Yaani hana muda wa kuzungumza maisha ya baadaye. Yeye anazungumza maisha ya sasa hivi na vitu vidogo vidogo venye uhitaji navyo yeye, sio venye uhitaji na sisi, yani wewe na yeye. Hana. Atakwambia gesi imeisha, mafuta ya kupaka yameisha, sijui chumvi ndani imeisha, sijui chakula sina leo, na hamna chipsi, na hamna soda, na hamna kunywa bia. Yani atakuwa akizungumzia mambo mengi yanayomhusu yeye na ya muda huu, sio wa muda wa kesho, wa muda huu. Hawezi kuzungumzia swala la maendeleo la kwake yeye na wewe la baadaye. Huyo sio mwanamke sahihi. Inawezekana akawa ni mzuri kweli, inawezekana ni mwenye kuvutia kweli. Ukishaona mwanamke wa design hiyo, bro, kama kijana ambaye unajitafuta kwenye maisha, unatafuta mtu aliye sahihi wa kutengeneza naye maisha, kimbia mbali. Yaani kimbia mbali, haijalishi unampenda kiasi gani, kimbia mbali. Na kama msichana una mwanamume wa design hiyo, yani yeye story zake kubwa ni ngono, sio maisha. Yani hawezi kukaa na wewe kupanga tunafanyaje, nikufungulie biashara gani, familia yetu itakuwaje, chumba unachoishi kinakuwaje. Yani akutengenezee mazingira ya maisha yetu ya baadaye. Yani yeye kila akikupigia simu, yeye kamisi ngono. Sister, kuwa naye makini sana wewe mwanamume. Huyu mwanamume siku utakapomkatalia tendo la ndoa mara 2, mara 3, amini usiamini, utamkuta mwanamke mzee yuko ndani. Kwa sababu yeye hamasa yake kubwa ipo kwenye ngono na si maisha. Yaani yeye hamasa yake kubwa ipo kwenye ngono na si maisha. Huyo mtu kimbia naye mbali. Yaani mkimbie mbali. Jambo la pili, huyu mtu atakuwa muda mwingi yuko bize, hata asipokuwa bize za msingi, yani yuko bize. Ni mwanamume anakuwa yuko bize sana. Kama ukipigia simu niko bize, ngoja kidogo, subiri nitakwambia. Yani yeye ataka kupata chance ya wewe na wewe hao tunakutana. Na ukimwomba masuala ya maisha ya maendeleo, yeye atakwambia njoo chukue, lakini mpaka aguse alafu ndo akupe pesa. Yani lazima alale na wewe kimwili,
then ndo aweze kukuhudumia. Hawezi kukuhudumia pasi ya kukuta, yani mazingira mengi na kutengenezea ni ya nyumbani na guest. Njoo ghetto, njoo guest. Kwamba ili aweze kukusaidia chochote lazima akutane na wewe kimwili ndio akusaidie. Huyo mwanamume achana naye. Kimbie mbali sana. Kwa mwanamume, muda mwingi mwanamke huyu hata kuruhusu mazingira yake anaishi uyatawale, kwa sababu anakuwa hayupo na wewe for future. Yupo na wewe kwa sababu ya ku lost time tu na mambo yake yaende sawa. Utampigia simu atakwambia nipo kwa mama, niko kwa shangazi, niko huku. Sometimes simu yake haipokelewi. Ukimpigia simu usiku, muda mwingi yuko busy sana. Huyo mtu kimbia mbali sana. Yani kimbia. Kila ukimpigia simu yuko busy, alafu nafikiria anafanya biashara gani? Hana biashara yote ya msingi ambayo inamkeep awe busy kwa kiasi hiko. Huyu mwanamke kimbia mbali. Yani huyu mwanamke kimbia naye mbali. Mwanamke ambaye yuko busy sana na simu. Mwanamke ambaye yuko kwenye mitandao. Muda mwingine kajiposti picha, kajiposti clip cha video, kajiposti, kaweka status picha vizuri. Sio anaweka kwa sababu yako, anaweka kwa sababu watu fulani wamuone. Yani anawawekea, kuna watu anawawekea ili waweze kumuona, ili waweze kumfuatilia, ili waweze kumtongoza. Mtoto kaweka kinamba cha simu, yani anatafuta watu wa kumtongoza wawe wengi, kwa maana wewe kaona wewe hufiti, bado hujitoshelezi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo anatafuta watu wengine wa kumtongoza. Ndio maana anajiposti sana, anapiga picha, anahangaika kutafuta picha zile nzuri aweze kuziposti status ni Facebook, TikTok sana. Yani huyu mtu anatafuta sehemu ya kujifichia. Huyu mtu mkimbie naye mbali, yani kaa naye mbali sana, sio mtu sahihi kwako. Mwanaume mara nyingi anakuwa yuko busy. Huwezi kumpata kwa wakati, na ukimpata yeye atakwambia njoo nyumbani, hawezi kukusaidia jambo lako kwa wakati. Mambo yake ni ya kwake, hawezi kukushirikisha mambo yake ya kifamilia. Kwanza anakuwa muongo, muda mwingi anakudanganya. Anakuwa na mikakati fulani ya uongo, anakudanganya. Huyu mtu kimbia mbali. Kama nilivyosema, kupoteza unachokipenda ni gharama. Yani kupoteza unachokipenda ni gharama. Mpaka umeamua kumkubalia huyu mwanamume ni kwamba unampenda. Kwa hiyo kumpoteza kunahitaji gharama, ili upoteze unachokipenda ili uweze kupata kilicho bora. Soma kwenye Biblia, nitoa mfano wa Nabii Musa, mama yake alivyomzaa tu, ili aweze, anampenda mtoto wake, lakini inakuwaje, ninafanyaje, lazima nimtoe kwenye maisha yangu ili maisha mengine yaende. Kwa hiyo kumpoteza mtu kwenye maisha yake kwa manufaa ya kesho sio dhambi. Dhambi ni hiko unachokifanya kwa manufaa ya leo. Kwa leo niishie hapa, tuna mengi ya kuzungumza, namba zangu zinapita hapo. Kama bado hujasubscribe account yangu, subscribe. Lakini kuna vitu vingi sana tunatakiwa tuzungumze, maisha, tumjue Mungu, tuweze kusema neno, tukumbushane kuhusiana na Mungu, maana nyakati hizi za leo maisha yameharibika vibaya mno. Watu wanakufa. Kwa nini wanakufa? Wanaenda wapi? Kwa nini? Yani watu wanakufa wengi mno. Kama samaki wanavyovuliwa baharini, ndivyo watu wanavyoondoka. Lakini kama Mungu anakupa pumzi hadi leo, mshukuru Mungu. Jipe nafasi ya kumuomba sana Mungu kila dakika, kila nyakati. Muombe. Nyakati tulizokuwa nazo ni nyakati ndogo sana. Leo nipo, kesho asubuhi unaweza kukuta ghafla tu mimi sipo. Je, tumeacha nini kwenye ulimwengu huu? Mwisho na kuachia mtihani, lazima ujiulize mara kwa mara, wewe ni nani? Mimi ni nani? Wewe nani? Yani wewe ni nani? Kajiulize wewe ni nani? Kwa sababu, na ndio kipindi kinachokuja tutajadiliana sana hilo. Watu wengi walikuwa wakiniuliza mimi ni nani? Kwa nini mimi nyumba nikijenga, hii nyumba nikijenga, nasema hii nyumba ni ya kwangu. Gari nikinunua nasema hili gari ni la kwangu. Huu mkono nasema huu mkono ni wa kwangu. Mguu nasema ni mguu
wa kwangu. Kichwa ni kichwa changu. Huu ni mwili wangu. Mwenye cha kwake sasa ni nini? Yaani nasema mkono wangu, kichwa changu, mguu wangu, sikio langu. Hiki kinachosema cha kwangu ni nini? Ni nini? Kama gari si nimenunua la kwangu, mimi ndo nalimiliki. Kama nyumba si nimejenga ya kwangu, mimi ndo naimiliki. Sasa inachomiliki hili, huu mwili ni nini? Leo tunataka tutoe mkono, nitasema da, mkono wangu umekatika. Kesho nitakata mguu, nitasema mguu wangu umekatika. Kesho kutwa nitakata kichwa, nitasema kichwa changu kimekatika. Niwaachie hapo wapendwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumuomba Mungu wa namna yoyote tuweze kufundishana mawili matatu. Nawapenda sana. Tuendelee kusimama mbele za Mungu. Tulitaji jina lake mara kwa mara ili tuweze kupata msamaha mbele zake.